utoaji wenye baraka. Kama mtu unaandika, andika utoaji wenye baraka. Kitabu cha Kutoka, nadhani unajua na unafahamu kwamba kitabu cha Kutoka ni miongoni mwa vitabu vitano vya sheria au vya Torati au vya Musa. Vitabu vitano vya sheria au vitabu vitano vya Musa ni miongoni mwa vitabu ambavyo vinaelezea habari za wana wa Israeli ambapo wametolewa utumwani na kupelekwa kwenye nchi yao. Kitabu cha Kutoka kinazungumzia matukio ya namna ambavyo Musa kwa kuongozwa na Bwana aliweza kuwatoa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa. Na mimi sitaki kuongelea mbali sana kule. Lakini kwenye sura hii ya 35 yako maelekezo ambayo Musa aliweza kuelekezwa na Bwana kwa ajili ya ujenzi wa hema. Bwana asifiwe. Sasa hapa mimi nataka nikuonyeshe kitu, nasema utoaji ulio na baraka. Kwa sababu kutoa maana yake ni kuchukua kitu kinachokuhusu na kukitoa kwa mtu mwingine. Maana ya kutoa ni kuchukua kitu kinachokuhusu, haijalishi kina thamani namna gani, lakini unakitoa kwa ajili ya mtu mwingine. Sasa hapa nataka nizungumzie utoaji wa sadaka wenye baraka. Wana wa Israeli walipopokea maelekezo kutoka kwa mtumishi wa Mungu Musa, ndipo walipoweza kufanya mambo matatu katika utoaji wao. Na mimi nataka nikuonyeshe hayo mambo matatu ambayo waliweza kuyafanya wana wa Israeli. Jambo la kwanza, walitoa kwa moyo wa kupenda. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, walitoa kwa kuhimizwa kutoka ndani ya mioyo. Jambo la tatu, walitoa kwa hekima. Unapozungumzia habari ya kutoa, hasa kutoa sadaka, ngoja nikuonyeshe hivi. Unapoenda kwa miungu kwenda kutambikia, hauwezi ukaenda mikono mitupu. Ni lazima utaambatanisha na sadaka kwenda kuiomba miungu yako. Kama sio kweli mseme sio kweli. Unapoenda kwa waganga kwenda kutaka msaada kwao, hauwezi ukaenda mikono mitupu, bali utaambatanisha na kitu cha kwenda nacho. Kweli sio kweli? Unapokuja kwa Mungu, hauwezi ukaja mikono mitupu. Ni lazima uwe na kitu cha kuambatanisha nacho. Kweli sio kweli? Ni kweli kweli? Tutaona leo. Wana wa Israeli walipotangaziwa kwenye kitabu hiki cha Kutoka sura ya 35, jambo la kwanza ambalo mimi nimeliona ni katika huu mstari wa 29, kwamba wao walitoa kwa moyo wa kupenda ili uweze kubarikiwa, ili uweze kupokea baraka kutoka kwa Bwana baada ya kutoa. Kwa sababu tunapotoa hatufanyi kwa ajili ya kumuhonga Mungu. Hatufanyi kwa sababu Mungu ana mapungufu. Unajua watu huwa tuna akili finyu sana. Yaani tunafikiriaga kwamba mtu anapoleta sadaka kanisani anadhani ya kwamba Mungu anahitaji sana ile fedha yake. No. Mungu anataka aone tu uaminifu wako na ule upendo wako na shukurani ambazo unamrudishia kwa yale ambayo Bwana anakutendea. Bwana asifiwe. Wiki iliyopita amezikwa mtoto wa miaka 4, aligongwa pikipiki. Usifikiri wazazi wake walitaka aenda akafe. Hapana. Wewe unaenda unarudi, unaenda unarudi, unaenda unarudi. Inapofika siku ya Jumapili unachukua sehemu ya vitu ambavyo Bwana amekubariki, unaleta madhabahuni pake kwa ajili ya kuonyesha ukarimu mbele za Mungu wako kwa yale ambayo Bwana anakutendea. Ni mengi sana, mengi sana, mengi. Huwa tunajizima data tu, tunajifanya kama vile ni sisi wenyewe tunaofanya hayo. Kitabu hiko cha Kutoka sura ile ya 35 mstari wa 29 anasema, wana wa Israeli wakaleta sadaka za kumpa Bwana kwa moyo wa kupenda, wote waume kwa wake, ambao mioyo yao iliwafanya kuwa wapenda kuleta sadaka kwa ajili ya kazi hiyo ambayo Musa alikuwa amewatangazia. Haleluya. Unapoleta sadaka yako, hakikisha moyo wako umekupa kupenda. Moyo wako umependa kutoa ile sadaka. Hauwezi ukatoa sadaka wakati ndani umejaa manunguniko, hakuna baraka. Na mimi nisikudanganye, unajua mimi ni msema kweli. Siwezi nikakuficha ficha.
Nenda kula ambako watu wanawadanganya watu. Unajua hakuna cha unajua hapo. Yaani kama unatoa sadaka yako ndani umenungunika, kuna baraka katika lile eneo, na Mungu aweza kaikubali hiyo sadaka. Na ndio maana Mungu anataka mtu anapoenda kutoa, moyo wake wampenda, moyo wake wapenda, moyo wake umempa kupenda yule mtu kwamba aweze kutoa ile sadaka. Na anapoitoa ile sadaka, haijalishi ni kitu cha thamani, ni lazima atasikia ametokwa na kitu. Hiyo ndio sadaka. Sio unatoa chenji iliyobaki kwenye vitumbua asubuhi ulipokunywa chai. Hiyo sio sadaka. Maana unachukua sehemu ya mali iliyozidi ndipo unamtolea Bwana. Chenji manake ni mali iliyozidi. Manake umetumia matumizi yako, kile kilichobaki ndipo unaleta madhabahuni kwa Bwana, unachuma laana. Biblia inasema ni afadhali mtu asingefungua milango kuliko watu waingie hapa nami niwapatie laana kutokana na madhabahu yangu. Hakuna mtu wa kuambia ukweli huu. Mnabembelezwa, mnapeleka hela, mnapewa maji, mnaibiwa. Jambo la pili, kutoa kwa kuhimizwa kutoka ndani. Hicho kitabu chetu mstari wa 21. Pa Bwana kwa kazi ya hema ya kukutania na kwa utumishi wake na kwa hayo mavazi matakatifu. Wakaja wote ambao moyo wao uliwahimiza. Sadaka ni kitu ambacho kinatoka ndani ya moyo, kinaambatanishwa na imani. Na ndio maana unawaona watoto wawili wa familia moja, wote wanaleta sadaka mbele za Bwana, na mwingine sadaka yake inakubalika pamoja na nafsi yake, na mwingine sadaka inakataliwa pamoja na nafsi yake, na akajichumia mambo mazito mpaka akaingia kwenye dhambi ya kuua kwa sababu ya hila, kwa sababu ya wivu. Maana mwenzake sadaka yake Mungu ameitakabari na ya kwake haikutakabaliwa. Kwa nini? Habili alitoa sadaka yake kwa imani. Moyo wake ulimpa kupenda, akachukua ile sadaka kwa imani na akaleta katika madhabahu ya Bwana. Bwana akamtakabali Habili pamoja na sadaka yake, lakini Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. So nikwambie hivi, Mungu akikataa sadaka yako na wewe anakukataa. Hamjanielewa? Nasema hivi, Mungu akikataa sadaka yako na wewe anakukataa. Ndivyo alivyo. Sikiliza, alivyomwinukia ndugu yake akampiga akamuua, Mungu akamuuliza, yuko wapi ndugu yako Habili? Mbona simuoni? Akasema, mimi umenifanya kuwa mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, mbona damu ya ndugu yako inanililia kutoka ardhini? Sasa wewe utakuwa mkiwa kwenye hii nchi. Maana yake nini? Mungu alimpa kwanza angalizo, akamwambia, mbona unaghadhabika? Kwani wewe ukitenda vyema hutapata kibali? Tenda vyema upate kibali. Bwana atusaidie. Kati ya vitu sivipendi duniani ni kumsikia mtu ananunguniko kwa habari ya kutoa. Na hicho kitu Shetani amefunga kwenye fahamu za watu, kwa sababu anajua kwamba watu wakipona katika eneo la kumtumikia Mungu na mali zao tayari watatoboa. Na ndio maana ameweka vitu vya kuwaziba kwenye fahamu za kiroho, ili watu wasielewe ni wapi ya pasayo amani, ili waweze kutoka mahala walipowekwa. Shetani anakuzuia na kukukandamiza. Mtu anadhania akileta shilingi 10,000 sadaka kanisani anafilisika. Anadhani akitoa shilingi 20,000 sadaka kanisani anaona kama ataishiwa. Mpendwa wangu, nakwambia hauwezi ukaishiwa. Na ndio Bwana atazidi kufungua milango kama umetoa kwa moyo wa kupenda. Kama moyo wako umekupa kupenda na ukaleta sadaka yako kwa imani mbele za madhabahu ya Bwana, ninakuhakikishia kwa jina la Yesu ya kwamba Bwana atakwenda kukufungulia milango ambayo adui alikuwa ameifunga. Bwana atafungua njia ambazo adui alikuwa ameziziba, zote zitafunguka kwa ajili yako. Neema ya Kristo itakuwa juu ya maisha yako kwa vile ambavyo umejitoa kwa moyo wa kupenda. Anasema wote ambao mioyo yao iliwahimiza kutoa sadaka zao, walileta sadaka zao. Na sio sadaka tu kwa ajili ya hema, bali walitoa na mavazi matakatifu. Wakatoa mpaka kanzu za makuhani, wakaleta na ivela ya kuhani, wakashona na ivela za kuvaa makuhani kwenye nyumba ya Bwana. Haleluya! Ambao moyo uliwapa kupenda.
Unataka kutoa sadaka ambayo ina baraka kwenye maisha yako, toa kwa moyo wa kupenda. Usitoe sadaka yako ukiwa unanungunika. Kama moyo wako umejaa manunguniko, chukua fedha yako, kahemee nyama ule na watoto wako. Wala hata usijaribu kuja kumjaribu Bwana katika hii madhabahu, kwa sababu anasema, nami nitakupaka mavi, naam, mavi ya sadaka zako. Takupaka mavi. Kwenye kitabu cha Malaki sura 3 mstari wa 2, anasema, na mimi nitawapaka mavi kwenye nyuso zao, naam, mavi ya sadaka zao. Hamwezi mkanidhihaki namna hii. Bwana tusaidie. Pointi yangu ya 3, kutoa kwa hekima. Angalia mstari wa 25 na mstari wa 26, kitabu hicho hicho. Na wanawake wote waliokuwa na moyo hekima, waliokuwa na mioyo ya hekima, walisokota kwa mikono yao, nao wakaleta hizo walizokuwa nyuzi nyekundu na hiyo nguo ya kitani nzuri. Hapo wanawake hapa, wanawake wote ambao mioyo yao ilikuwa imejaa hekima, walianza kushona mapambo ya kuweka kwenye hema ya kukutania, ili watu wanapoingia mle kwenye hema ya Bwana wakute hema ya Bwana ikiwa imepambwa. Watu wakasokota mpaka singa za mbuzi, wakasokota. Wale waliokuwa na ujuzi wa kufuma wakafuma vitambaa kwa ajili ya kutengeneza kwenye hema ya Bwana, ambao mioyo yao ilikuwa na hekima. Sio watu waliojaa manunguniko na dharau, sio watu waliojaa kejeli na kukatisha watu tamaa, sio watu ambao wamejaa maneno ya kujivuna na kuwavunja mioyo ya watu wengine. Watu ambao mioyo yao ilikuwa na hekima, hao ndio walioleta nyuzi zao, wakafanya kazi ya mikono yao kwa kadiri ambavyo Bwana alikuwa amewabariki kwa ujuzi wao. Haleluya, haleluya, haleluya. Utoaji ulio mwema ni mlango wa mafanikio na uponyaji wa kimwili, kiroho na kiuchumi. Ili mtu aweze kuchukua baraka kutoka kwa Bwana, ni yule mtu anayetoa sadaka iliyo njema. Kutoa kwema kunaleta uponyaji. Moja, kwenye mwili wako. Una magonjwa yatapona bila dawa. Una magonjwa yatapona bila sindano. Una magonjwa yatapona bila kupata tiba yoyote. Kwa sababu gani? Utoaji ulio mwema unaleta uponyaji kwa afya yako. Cha pili, inaponya kiroho. Maisha yako ya kiroho yamedhoofika. Unajua kuna wagonjwa wa kiroho Kuna wagonjwa wa kiroho, yani vile unavyojisikia udhaifu kwenye mwili wako, unaweza ukawa mdhaifu pia rohoni. Na tuna wagonjwa wengi sana, na wengine ni mahututi, wako kwenye chumba cha wagonjwa mahututi, na hatujui wanatoka lini. Wana hali mbaya sana, lakini wamo kanisani, wamejifichia humo. Maisha yake ya kiroho ni mabaya sana. Maisha yake ya kiroho hayana manufaa yoyote mbele za Mungu, na hata mbele zake hayamstahili. Lakini ndiyo maisha anayoishi. Sadaka ambayo unatoa, sadaka iliyo njema, inaweza kuleta uponyaji katika maisha yako ya kiroho. Ukawa mwanamke mwenye heshima, mwanamke aliye na ushuhuda, mwanamke ambaye anamtukuza Mungu na kumuinua, na hata majirani zake wanasema huyu. Yani watu wanapokutazama wanasema hapana, huyu amemcha Bwana. Na watu wengine wanavutwa kwa mienendo yako, wanavutwa kwa mienendo yako iliyo mizuri, na wanampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao pasipo lile neno. Kuna watu wanaokokaga vile wanavyokutazama unavyoishi, wanamwamini Yesu. Naamini hilo. Kuna watu wengine wanakutazama vile ulivyo, wanaahirisha kuja kanisani kwako, kwa sababu vile unavyoishi sio mwenendo wa Kikristo, sio mwenendo wa watu waliomcha Bwana. Sasa kutoa kuliko kwema kunaweza kukusaidia pia maisha yako ya kiroho yakaponywa katika jina la Yesu. Jambo la tatu, uponyaji wa kiroho pia, uponyaji wa kiuchumi. Kutoa kuliko kwema kunaweza kukaleta matokeo ya kuponya uchumi wako, njia zako za uchumi. Angalia biashara zako. Angalia biashara zako. Angalia biashara zako tangia umeanza, yani unachinjina pale pale. Kuchinjina Kiswahili ni aje? Hapo ndo nitatosha leo. Unafanyaje?
unafifia fifia, si ndio? Yani how grow, yani unabaki pale pale, don't arise, yani unabaki tu umekaa pale pale, unapalangana. Mwaka huu ulikuwa na mtaji wa 50,000 na mwaka huu mtaji wa 50,000 na mwaka huu mtaji wa yani haupandi viwango. Kwa nini? Kuna tatizo katika eneo la madhabahu ya Bwana. Kutoa kuliko kwema kunaweza kukaponya uchumi wako. Wala hata huna mkosi. Mkosi umejitakia wewe mwenyewe kwa sababu ya kumdhihaki Bwana kwenye madhabahu yake. Usithubutu kuja na sadaka iliyo kilema kwenye madhabahu ya Bwana. Huna, acha kabisa kutoa. Usimdhihaki Bwana. Unapokaribia kwenye madhabahu ya Bwana, hakikisha umechukua sadaka ambayo unasikia umechukua sadaka. Dhabihu inayogusa moyo wa Mungu ni dhabihu inayouma katika moyo wa mwanadamu. Sikiliza, ambayo inaweza ikaugusa moyo wa Mungu. Niangalieni mimi. Sadaka ambayo inaweza ikagusa moyo wa Mungu ni sadaka ambayo inaumiza kwenye moyo wa mtu. Kijana mmoja kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 19 utasoma mwenyewe kuanzia mstari wa 21. Lakini nitaanzia hapo juu kukuelezea hiyo story ilivyokuwa. Huyu kijana, Biblia inasema alikuwa ni tajiri, alikuwa na mali nyingi. Siku moja anakutana na Yesu, akamuuliza Yesu, hivi nifanye nini mimi ili niurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, unazijua amri: waheshimu baba yako na mama yako, usizini, usiue, usiibe. Akasema, ala, hayo nimeachika tangu kabisa. Sasa hakuna ziada. Yani kuna agenda nyingine. Unajua kuna watu wajuaji, Kuna watu wajuaji. Yani unapoanza kumwelekeza habari za Mungu anaanza kutangulia kwa mbele. Yani alishasoma maandiko, anajua maandiko. Kuyakariri maandiko sio kutembea na Mungu. Unaweza ukakariri Biblia yote kichwani na huna Mungu kabisa. Biblia inasema wanajuhudi sana katika kumtafuta Mungu, lakini sio kutafuta maarifa. Unaweza ukashika Biblia yote kichwani na ukao unaiimba, lakini huna Mungu kabisa. Yani uwepo wa Mungu maishani mwako haupo kabisa. Unasoma ile Biblia kama unasoma gazeti la au gazeti la Majira. Haitakusaidia chochote hata kama ungeweka mafungu. Biblia inasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Ndani ya mioyo, sio kwenye mwakili. Huyu kijana akamwambia Yesu, hayo nimeyashika tangu nikiwa mdogo. Kuna kingine ambacho unaweza ukaniambia ukanishawishi kwamba niweze kukifanya? Yesu akamwangalia yule kijana. Sasa kwa vile Yesu alikuwa anaangalia ndani kuna neno la ufunuo, akaangalia mpaka nyumbani kwake, akaona huyu kijana akamwambia, okay, sawa, kama hayo yote yako sawa, sasa umepungukiwa na kitu kimoja. Sema nini? Alikuwa nadhani labda Yesu atamwambia, hebu nipe 2,000,000 hapo. Sasa ulichopungukiwa ni kimoja. Nitazameni mimi. Nenda ukauze vyote ulivyo navyo, uwagawie maskini. Halafu ukimaliza kufanya hilo zoezi, njoo sasa tayari. Hapo ufalme wa Mungu ni wako tayari. Biblia inasema yule kijana akahuzunika moyo wake kwa sababu alikuwa na mali. Mtihani ukamshinda, akatoka na mbele ya Yesu, kaenda zake. Haijamzungumza tena Biblia alifanyaje baada ya hapo. Ili uweze kujua nimetoa sadaka, toa kitu unachosikia nimetoa sadaka. Unanielewa ninachoongea? Yaani ukitoa hivi, unausikia na moyo umefanya kutu. Yaani kuna mahala pametoboka. Sio unatoa yale mabaki. Mungu anahitaji kuona mtu ambaye anamtolea sadaka ambayo inagusa moyo wake. Dhabihu inayogusa moyo wa Mungu ni dhabihu inayouma katika moyo wa mwanadamu. Kuna jamaa mmoja kwenye kitabu cha Mwanzo sura 22,
Mungu anasema ikawa baada ya hayo Mungu akamjaribu Ibrahimu. Ibrahimu hakujua kama anajaribiwa. Akasema, mtoe mwanao wa pekee Isaka sadaka ya kuteketezwa. Jamaa hakuuliza swali. Wewe Mungu, si ulisema mimi utanifanya kwa taifa kupitia uzao wa Sara? Sasa nimepata katoto haka, nina miaka 100, Sara miaka 90. Halafu tena nikakapeleka sadaka. Yaani Mungu na wewe mbona unakuwa kama hueleweki? Jamaa naambiwa hivyo. Akachukua wafanyakazi wawili, kamchukua na kijana wake, kachukua na moto au kiberiti, halafu na kuni, akaondoka. Isaka, twende tukatoe sadaka. Unajua umri wa Isaka ulivyokuwa? Wanakadiria kati ya miaka 12 mpaka 16 umri wake. Hebu angalia yule mtoto wa miaka 12 mpaka 16 anafariki dunia. Vipi hayo maumivu? Jamaa akamchukua, hakumwambia mke wake, maana aliona hapa nikianza kueleza imani yake na yangu ziko tofauti. Kwa hiyo nikianza kueleza, na ndio maana kuna wababa wengi wana moyo wa kumtolea Mungu, lakini tunaenda kutoa 50,000. 50 yote hiyo ipeleke kanisani. Wapo. Ibrahimu akumshirikisha mke wake. Kambeba Isaka na wafanyakazi wawili. Wamefika kwenye mlima ambao Mungu alikuwa amewaagiza. Kilichotokea ni nini? Anawaambia wale wafanyakazi ili wasiona anachoenda kukifanya, maana watarudisha taarifa kwa mama wa mtoto. Kiswahili cha leo, kwa mama mtu. Kwa hiyo walichobeba, wamefika pale, Ibrahimu akawaambia, sasa nyinyi bakini hapa mtusubirie, halafu mimi na kijana tutaenda mpaka pale Mungu aliponiambia tukatoe sadaka, halafu tutawarudia. Wakati wanatembea njiani, Isaka anamuuliza baba yake, baba, kuni tunazo na moto pia tunao, lakini mwana kondoo wa sadaka yuko wapi? Mbona hatujabeba baba? Akasema, Bwana atajitwalia mwana kondoo mwanangu. Moyoni linasema naenda kukutoa wewe. Hiyo imani sio ya kawaida. Na ndio maana jamaa anaambiwa wewe ni baba wa imani. Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa ni haki, naye akaitwa rafiki wa Mungu. Kuwa rafiki wa Mungu sio kitoto, wapendwa. Unashindwa tu kutoa shilingi 10,000 ukiambiwa katoto. Mungu atusaidie sana. Sehemu 3 za sadaka zinazogusa moyo wa Mungu. Sadaka ya kwanza ni kutoa miili yetu kuwa sadaka au dhabihu iliyo hai takatifu. Kwa mujibu wa kitabu cha Warumi sura 12 mstari wa 1, kutoa mwili wako kuwa sadaka takatifu tena iliyo hai. Hiyo ni sadaka ambayo inamgusa moyo Mungu. Kutoa sadaka ya mwili wako maana yake ni kukubali Mungu akutumie vile apendavyo, sio kumpa masharti. Watu wanajitoaga dhabihu kwa waganga. Anaambiwa tembea uchi. Anatembea uchi. Amejitoa dhabihu, yani amejidhabihu yeye mwenyewe mwili wake. Amejidhabihu, anatembea mbele ya halaiki ya watu. Yuko uchi ili aweze kufanikisha jambo lake. Lakini mtu hawezi akatoa mwili wake mbele za Bwana ili Bwana aweze kumtumia vile anavyotaka kupitia mwili wake. Sasa nikwambie leo, mwili wako huo ni hekalu la Roho Mtakatifu, wala sio mali yako. Cha pili, mwili wako huo ni dhabihu takatifu mbele za Bwana. Kwa hiyo sio kuitumia ovyo ovyo, kuichezea ovyo ovyo unavyojisikia. Hiyo ni mali ya Bwana. Tambua hilo sasa. Bwana tusaidie. Sadaka ya pili ambayo inagusa moyo wa Mungu ni kutoa muda wako kuwa dhabihu. Kuchukua muda una udhabihu mbele za Bwana. Yaani vitu vingine vyote vinabaki kuwa ziada, bali muda mwingi unautenga kwa ajili ya Bwana. Unapomwona mtu ameacha kazi zake, anakuja kama hapa, kutulia kama hivi mlivyotulia, sio kazi ndogo. Hapa umejidhabihu, halafu kadhabihu muda, ukauleta mbele za Bwana. Ninakuambia leo ya kwamba hiyo sadaka inaugusa moyo wa Mungu. Unamaanisha, kama unamaanisha kile unachokifanya. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana kama mmepoa.
Hamtaki kutoa muda? Yaani mtu siku ya maombi anaamua kuacha kazi zake, anakuja kwenye maombi. Ni sadaka. Yaani anajua kabisa kwamba huu muda ni kwa ajili ya Bwana. Anafunga kazi zake, anakuja ibadani. Ameudhabihu muda. Amejua bila Bwana hata dakika 5 siwezi nikapumua, hata dakika 1. Jana tulikuwa tunashuhudiana hapa, wale tuliokuwa kwenye maombi usiku, tukawa tunatoa ushuhuda kila mtu vile ambavyo Bwana ameweza kumfanyia kwenye maisha yake tangu alipoamini mpaka hapo alipo, au tangu alipoanza kushughulika kutafuta uso wa Bwana. Kuna badiliko gani na alipokuwa akikaa kanisani? Unajua kuna watu wanakaa kanisani hana hata uwepo wa Mungu kwenye maisha yake. Mungu atusaidie sana tuijue hii neema wapendwa. Natamani kila mmoja aelewe vile ambavyo ninaelewa kwa uchache. Yaani Mungu sio wa mzaa kama tunavyomdhania eti. Sio wa hivyo. Hapa katibu akitupa idadi ya watu hapa tuko wengi sana. Lakini kwenye maombi tumeambiwa walihudhuria watu wangapi Ijumaa? Watu 33 wamekuja ibadani. Lakini sikiliza mahudhurio Jumapili atakavyosomwa. Watu 180 wamehudhuria ibada. Sasa unajiuliza, kama huyo mtu anashindwa kutenga muda kwa ajili ya Bwana ambaye anamfanikisha, anampa uzima, anampa neema. Mungu akawaambia wana wa Israeli, angalieni mtakapokwisha kuingia kwenye mji. Ni sura ya 8 mstari wa 11 nadhani. Jihadharini mtakapoingia. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 11. Anasema jihadharini mtakapoingia kwenye nchi niliyowapa. Mtakapojenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake. Mtakapoona ng'ombe zenu na fedha zenu na kondoo zenu zimeongezeka. Moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako. Bwana asifiwe. Moyo wako usiinuke tena ukasema, nguvu zangu na uwezo wangu ndio ulionipa utajiri. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya wapi? Ya Misri. Mungu ametutoa pagumu wapendwa. Mungu ametutoa pagumu. Sadaka ya 3. Sehemu ya 3 ya sadaka ambayo inagusa moyo wa Mungu ni kutoa mali na fedha kwa ajili ya kumtumikia Bwana. Ukifanya hayo hakuna ziada. Wajiambatanishe na hii madhabahu kwa njia ya sadaka ambayo moyo wake unampa kupenda. Unajua unaweza ukashangaa mtu anasema sina sadaka afa amevaa nguo mpya. Sina sadaka kwenye Pasaka amepima nguo ya 35 halafu hana Biblia. Sina sadaka halafu amevaa kiatu cha 30 hana Biblia. Yaani ni kitu ambacho tunafanya kana kwamba Mungu haoni. Mungu anaona njia zetu. Anaona kila kitu tunachokifanya. Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo, Mungu hadhihakiwi. Kitabu cha Wagalatia. Mungu hadhihakiwi. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ukipanda uharibifu, utavuna uharibifu. Ukipanda kwa namna gani? Kwa ukarimu, utavuna kwa ukarimu. Mungu hadhihakiwi wapendwa. Hawa watu, hebu tujaribu kuwaiga hawa wana wa Israeli. Unajua wana wa Israeli kwa mujibu wa Biblia inawasema walikuwa ni watu wenye mioyo migumu. Kwa hiari hivi, kwa mioyo yao yote wakamtolea Bwana. Hapa wametangaziwa ujenzi wa hema. Musa asimamia ujenzi. Lakini hatujaona Musa anatoa chochote. Isipokuwa yeye alisimamia ujenzi. Kwa hiyo michango watu wakaanza kufanya ambao mioyo yao iliwapa kupenda. Natamani kumwona mtu ambaye ana moyo wa kupenda. Hebu nishushie hii hapa madhabahu halafu watu waanze kuleta sadaka zao hapa.